Wiribuya na inde mwancho umurigire Gatembe TV unanachika ugukumanya ebi nebiro niko cyaragire cinsa isato ebi nebiro ono ngokoira onyara gusanga ase oroboti rwabene oro orwanyara kwarigane nere mukate enoko ekiranyara gusanga nababwatane kura ase kiombe ikiombe gyukuganyana nabo igokubeka abakenya amokia National Cohesion and Integration Commission gose ikiombe kya NCIC oroboti oru nigo banyara gusanga gose niganyara gusanga na ekiombe kyo asistitage kankego cherire rigereria Lemona ande chinga kechiga karto komera na masemo kuruga iga karto bwate enkwana masemo nomo manyi oito usena mo bisa mukuru wa kiombe kya National Cohesion Integration Commission NCIC kiombe kiga le kiombe kelige kugayana na kuigwanania abakenya anene mono igego cha magaga yogo toka ase gutaigwanana kati y'abakenya ne kiombe kiga gekarosu na singinchi ngo kwarigania egatanya kumanya igoro ya barabo kigekogera kiombe kero na gwetania abo inki kiaro seretigwe amange nekero agototevi karibu nchingoro kwa mkate Enoch mgeni wangu naitwa Danvas Makori. Danvas karibu Nimano sana tufahamishe NCIC ni nini? Nimano sana. NCIC is a commission ambayo ilitungwa mnamo 2007-2008 actually precisely 08 after mchafuko ile tulikuwa nayo ya kisiasa. You remember very well nchi yetu karibu iende civil war because of political differences and because of political violence. So it was deemed fit kwamba so that tusirudi huko pale tulitoka that what we call part of the agenda 4. We had 4 agendas. Yes. You know, one was to stop the spread of cities. Then we had to come together and talk, and then we had to settle with the IDPs. But then to address long-term issues. Kwa sababu 07 ilikuwa trigger. We had structural issues. Sure. Mbona tulipigana. So that was a trigger. To address long-term issues, kama discrimination, inclusivity. It was so fit that they established commissions, which we call agenda 4 commissions. One of them was KNCR, one of them was NCIC, and TJRC. Yes. Actually, KNCR was before that. TJRC ilikuwa hapo. TJRC was to look at what really happened. Alafu sisi kama NCIC kuja to implement the report. Yeah. But mostly was to make sure tusirudi hapo where we went. So mtupatanishe kama Wakenya walikosana wakavurugana kisiasa na kikabila mostly because our political mobilization inakuwa kwa misingi ya kikabila. Unakumbuka ilikuwa 44 days one hiyo siku, you remember very well. Yes. So we never go back there. We have created kwamba we can bring back the country together, bring healing, restoration, then address structural issues as to why we fight it, as why we conflict one another. Yes. Now, Act number 2 of 2008, hiyo ndio I think ikiundwa hivyo. Baada ya kuundwa, unaona matunda? Ndio kwa matunda, it has, you see, NCIC is a commission. It's like your kidney. Ama ya liver, auoni kazi yake, lakini ikikosa utajua your kidney is important. You know, we see the eyes, the nose, the ears, unajua. And you think your eyes is important, which is very true. Yes. Your nose is very important. But what you don't see inside there is very critical to your survival. So what NCIC has done, and in philosophy we say you cannot prove a negative. Have we gone back to such violence? No. That's the question. Yes. So how we prove the success is have we gone to where we came from? Have we even come close? No. 2022, we had the most peaceful election we've ever had as a country. It was very intense, very emotive, but guess what? It was very peaceful. Yeah. Because we engaged the politicians, we engaged Kenyans, we had a serious campaign to promoting and preaching peace. So I can say yes, do we have challenges? Of course we have challenges like any institution, like any other place. There are many things we should do and we ought to do, but we're still working on them. Yes. Shirika hili sasa National Cohesion juzi juzi tu wakisina wa Masai hapa Kilgoris walipigana. Ndio. And you came in. Tulikuwa, yes. Kwangu mimi ninapokuuliza is that of the thing
hatustahili kukuwa nayo. Unajua hata kwa nyumba yako hata kuwa na bizi zingine mnavurugana kidogo, si ndio? na ikizidi sana pasa anaitwa. Unaita pasa, ambia pasa hapa. Amba bishop hapa. Namba si sawa. Si sawa. Hebu kuja ongea sisi. So in any family there is that. And it is unfortunate that what happened in the border, and we were there. That is why right now kulinyamaza. Unaona, we know the issues. It was sometimes we respect issues, and sometimes even political incitement does not help. Those people who lost their lives or distraction that happened shouldn't have happened. Lakini tunaelewa pia ile reality tunaishi. So tukakuja tuongea na jamii ya hiyo pande nyingine, tukaja kuongea jamii kisi hapa. Tukasema tukita viongozi wa kisiasa, tukawaambia nyinyi kwanza ndio mnachangia hii, mtulize kwanza kuongea, wacha sisi tu solve issue. Tukaita other government agencies, security agencies ambao tunashirikiana nao kabisa, vitengo nyingi za serikali, na tumetuliza. Of course this ni process. Unajua zingine watu wanasahau kwa sababu hakuna hiyo ugomvi, bado kuna shida. So bado tunaendelea. There's a process that is ongoing, so that kusikue na unajua for a long time the culture of Kenya and your listeners, that border has been very peaceful. Sure. For a long time, because we actually had worked on that. As a matter of fact, the only issue ilikuwa Transmara ndani kati ya Wamasai wao kwa wao, the two clans. Unaona? Hiyo tukaingia ndani tukaleta pamoja kwambia that border issues between the two clans and Masai. Yes. But this between Kisii and Masai, they had been peaceful for a long time because we worked on it. So if flare up to ile, it is one something that you see. Na si hata si border peke yake, across the country, kazi yetu ni nchi mzima. Nikikwambia ile shida iko nchi yetu ni kubwa sana. But that's why we work extensively, intensively na viongozi na wanasiasa na wananchi na vitengo vya serikali mingi to make sure kwamba kama ni border communities kuna amani, Wakenya wanapendana. At the end of the day, Masai ni Mkenya, Mkisii ni Mkenya, na wao ni majirani. Hakuna pale wanaenda. Hayo niwaambie hivyo. Hakuna pale Kisii hadi pale. Wamasai wakawapo. Hakuna pale hakuna mtu pale popote. Mtu lazima mpendane na mkae kwa amani. Yes. Vigezo muhimu, the core values NCIC, National Cohesion. Ni kama? One of them is professionalism, integrity, diversity, inclusivity, especially marginalized communities. And that's what we really champion for. Discrimination na mambo ya marginalized community, we want to be inclusive. Unajua kuna hizo makabila makubwa unajulikana, unavyosema Masai wa Kisii, Wajaluo, wa Kikuyu, and the dominant tribes. Yes. And even where they have lived in the part of the country like here, Kisii Islands was part of the White Highlands. It was very developed. Unaona? But for a long time nchi yetu na serikali yetu ilinyanyasa makabila fulani intentionally na region fulani ya hii Kenya yetu, by law and by nini. So now ours is to make sure every Kenyan, wewe kama ni Jemb, wewe kama ni Borana, you feel part of this, you fight for inclusivity. Kila mtu akue part of this country. Yes. A question that someone would have asked kutoka hapo kwingine kwamba if it's inclusivity, mambo ya politics now comes in. If I nimekuwa president wa nchi yetu ya Kenya, and then like ile mambo ya appointments, sometimes in a trigger by a plan, wasama plan. Do you talk about? We do that actually. Now we talk about it. First of all, we audit every government agency, every parastatal, every saga. This is our actually mandate to audit. As a matter of fact, in a few weeks, in a few weeks, we are releasing a report on parastatals audit, ethnic audit. Tulifanya universities, tukafanya county governments, unaona? Because there is county government acts na act yetu ambayo ina governing hiring process, unaona? There's the minimum or maximum is ought to have in a community or as per community. For the national government is not more than 30%, unaona? So we audit all of parastatals. And we make sure kwamba because shida 07 or 8 is a community or communities felt like they're not part of kuna wale wa serikali kwa yao, unaona, and nchi ni yao, na kuna wale wanasema nchi si yetu, kwa hivyo tujali ichomeke serikali ya share, unaona. So ours is to make sure that even within the national government, county government, any government institution, there's inclusivity, there is equity, there's fair distribution of jobs, kwa sababu employment also is a resource. It is a resource. It's a resource. So make sure kwamba makabila yote ziko kwa serikali. Hii ni mandate yetu, by the way. Acha niulize kama mama ama mzee huko nyumbani.
sisi tuko na soapstone Kisii. Yes. The only soapstone in the world, original one. Lakini haitusaidii. Ama tuko na chai. Our cousins wao bei yao iko juu, yetu inakuja chini. Should we come to you mtupiganie? You should, because we want to be equity and equality is important. Ndio hiyo sababu hiyo. Yeah, it is important because if it's KTDA selling our tea, whether you buy it from Oranga, whether you buy it from Kehancha, Nyamira, it doesn't matter. Tea is tea. As a matter of fact, this is Kericho. It doesn't really matter. So maybe they can argue on the type, whether it's purple tea or green tea, or but standard tea should be tea. Yeah. So I think that is maybe something that looking at KTDA because it amounts to equal opportunity. Is this community getting access equal opportunity like other? Mambo ya Soapstone, I would say this. I don't think it's us. I think it's the leadership and the industry. You also need to organize as an industry. Sure. And have a negotiating power. Unajua shida mimi nimeenda kwa Tabakami mwenyewe. Nimenunua huko. Ukienda huko kama umeenda huko huko ni rejareja. Unaenda kwa duka hii, unaenda kwa duka hii. They don't have a power to negotiate as one entity. Yeah. Even in export and import. It is one way unaenda unanunua, wapi unapeleka Belgium. Unaona? Unapeleka Poland as an individual. So wewe the person there anaona wewe ni wewe peke yako. He will atakunyanyasa, but you see if there's that's why if you look at the flowers, why is the flower market, why are flowers selling a lot? Why? Because there is a corporation, there's an entity, they come together, wanauza kama maua ya Kenya in Holland. So same thing with you. So Soapstone is about leadership, and also that industry needs to come together. Watu kupigana pia wenyewe and competing against each other. They say, together we are stronger as a community. Our Soapstone is the best in the world. We should have a lot of saying power in terms of price, in terms of export market. Yes. Before I go to your partners and why you're here today, sometimes politicians abana siasa ngocha bale bachagaiga batotebinga batundra batobeka guchiga awa wanatupiganisha mtwe batebinwe inuna ka high cousins abateinga guchiga ntubwatelibaga yogo chamuna injente banga abanta ando chingoita ni baraba gusi na abanta bamata. Do I have a chance to go to national coalition and say mheshimiwa Mkate and mheshimiwa Mongare like wanatupiganisha, so check on them? Yes, by our act any person can report. Today you can send a report, you can come to offices. We usually have, I think, a hashtag that tunakuwa nayo online. You just send, hata unatuma tu anonymous, unasema kwamba so you can even send a formal letter and we can investigate them. Although we monitor them, tunajua kama juzi kulikuwa na vurugu hapa kwa mazishi fulani, tunajua. Yes. Na some of them we know them personally. Tunaongea na mheshimiwa ambia hapo pale kunaenda si kuzuri. So yes, and politicians are like that. You see, politicians are very selfish, most of them, and myopic. Wanataka sahi. But also it's two ways responsibility. Wewe kama Mkenya, wewe kama a citizen, mazishi ni yako. Wewe umefiwa. Why are you giving them a platform? Oh, yes. You see, so as much as we can blame them, invite them as guests, bury your deceased in peace. Why ain't any money? But why are you giving them a microphone also? You see, it's a two-way. They will misbehave. You understand? Unajua watafuruga. So maybe I would say this to Kenyans. No. But in churches, the Catholic Church, Anglican Church, walisema no more siasa kwa platforms, ndio? Yes. They used to give them platforms. Walikuwa na furuga. Wakasema no more. Same thing should happen. You who's deceased, why are you giving them a platform? So as much as we hold politicians accountable, I also hold people. It's a thing is very private. It's not a national event. It's a private event. So for me, let's not allow our culture to deteriorate. Ambapo funerals deteriorate into a political event. You have to be respecting our dead. So unasema ni mwanasiasa wetu, sisi wanasiasa tumbari.
No. But the thing is, it's a private. A family was deceased. Yes. Yeah. Sisi ndio tumefiwa. Yes. Thank you. Kwa nyora yonsi gwetera sekretari kyao Ketembe 0726447367 ibori yao use kerengere kyao na boko be kansabu tunapoendelea Getembe TV Facebook na Getembe TV YouTube tokwanda kuruga na tokonya konyora elimo aserinde kurwase omugenio oito itko yale. How often munaingia sasa to these ethnic groups like Abagusi, Abagere, Abanyamato, Abasigisi, iyo mipaka? How often do you visit those places? Anytime there's conflict or potential conflict, tukijua hapa kutakuwa na shida because we have intelligence, we have reports, we exchange intelligence with government agencies. Sisi tuko na watu wetu pia wanatuambia hapa vurugu inakuja hapa. So anytime that happens we try to prevent. Vingine ni ngumu sana but we try to prevent. Hapa Sondu there has been problems. Yeah, sure. Serious problems. But right now we've resolved, I would say 80% or 90% of the issues. But 2-10% ambapo tunangoja survey of China wakuja kupatia beacons, tuje beacons ziko wapi. But the issues between those communities, because I know Luos are there, Kalajira are there, Kisis are there. Hiyo sasa hiyo body hiyo hapo tripartite body kumekuwa na shida for a long time and we've calmed it down. So we and across the country I think there is almost, I would say, out of 47 counties 37 have border issues. Wanafurugana vibaya sana. So kazi ni out of 47? Yes. 37? Yes. And 33 are serious ones. So out of 37, that really always become recurring. Kutakuwa na shida. Ukienda Eastern, Taraka, Meru. And they are actually brothers and sisters. Now my question is, national cohesion. Nyinyi ndio mnastahili kupatiana proposal like your partners to NCIC na hizo zingine. Si mnastahili kupropose kama Obed amepatikana yeye ndio anavuruga hii. Si mumweke kwa blacklist. Like atangazwe kwamba huyu is not fit to hold a public office because yeye kama mkate ndio nakuja ni wafurugane huyu Obed na Wilfred. Nyinyi mnakuwa msema huyu na huyu is not list of shame. So that watu tuanze kufuata akiwa hapa nje sasa ana machinery ya maybe pesa. Unajua ukiwa kwa hapo ndio inakusumbua sana. They should be in the list of shame. And then, actually we've done it. Mkate tulikuwa na before 2022 run up to election tulikuwa na list of shame, hall of fame, list of shame. Yes. Ambapo wale wanasiasa ambao wanavuruga tulikuwa tuna announce every week. And I can tell you we saw a dramatic decrease of incitement, the dramatic increase of misbehavior of politicians. Yes. And also on the flip side we got to promote those who are doing good. Not just what they do, just on this tunasema wanasiasa. Not tungepata mkate. You understand? Hii na unaona like vile tunaandika. It's been very effective. Yes. However, when it comes to mambo election and who should run for office or not. Unfortunately the constitution na katiba yetu vile imeandikwa kwamba unless somebody has been impeached or found guilty na ameappeal hiyo procedure mpaka kwa koti inawezekana wewe mkate you are guilty ya charge you don't run for office. Leo ukisakiwa na uwizi as long as you're convicted upewa miaka 3 you can still run for office juu utasema wewe umeenda court of appeal. The law allows you. Sheria yetu inasema unaweza. Na wewe tunajua ni mhalifu. Wewe ni mkora. Na also back to what I was saying kama Wakenya pia wanajua wewe ni mhalifu. Lakini wanakupigia tu kura sasa. You understand? So there's a weakness within our laws. Kusema tu kweli. Bila imesema mpaka wa exhaustion of appeal you are still innocent. Yes. Unaona? I know that. Hapo ndio shida iko. Lakini sasa sheria iko hivyo. Mbona pia wananchi waseme huyu jamaa tulijua aliiba. Tusimpagie kura. You see, that's all, we have also a responsibility as citizens to make sure kwamba we elect responsible leaders. Tuwapatie kura pia. To me, ningekuwa the other side ya hawa, ningesema one, if huyu mtu ako na pesa, ndio, na maybe ni threat, na huwezi sema hatuwezi fanya hivi, atakuja. Kama nyinyi, serikali mmemkubalia. Wacha tumuongeze nguvu basi. Serikali imekabia. Unajua mkate nyinyi tunaweka kama serikali. Ndio. Mate, sahi tukiva ile ina to guide for example in CAC Act, umesema 2008.
has given guidelines of what we can do. Yes. Ama ile zikifanya. Tunaweza summon politician, tunaweza investigate, tupata tutampeleka DPP tutaona prosecution na mahakamani. There's only so much katika sheria sisi tunaweza fanya. Sisi kama kitengo cha serikali, when you go beyond the law mtatulaumu pia. Sure. Unaona this guy is extrajudicial. Unaona tukibaki na kwa sheria tunasema hatufanyi. So what are we doing? So the check and balance, sovereign people belongs to who? The people. Yeah. The people have the absolute power. Unaona, so mimi nakumbusha Wakenya ndio tuko na jukumu sisi kama kitengo cha serikali. Mimi sikatai na tunafanya kazi yetu na kuna pale pia tumelegea na nakubali, lakini pia wananchi wazao kwamba all sovereign power belongs to you. Kwa hivyo fanya kazi yako pia kama mwananchi. Kirangarikia onkirekia karotanda te masemo kurugaiga tubwate mojano one on one karoto wochi kogendra kuruga. Now masema mnaendelea everywhere you are here. Kuna conversations zinaingia ziko sahi, nimeziona like hapa imeendelea. Before we go there, who are your partners? So we have a platform called the Uwiano platform. Ambapo tuko na vitengo vya serikali kama ngao, national government, sisi tuko hapo. National Police Service iko hapo, judiciary iko hapo, IBC iko hapo. Na pia kuna parastate actors kama UN. The UN sits UNDP. Yes. Pia tudhamini kuja leo hapa mashinani. Na pia kuna non-state actors kama Religious Council of Kenya. So madini zote, madhehebu zote za Kenya, kuna body na zigaba na sisi kugavana wanashirikiana pamoja. Waislamu, Wakristo, Wahindi wote. Inaitwa Religious Council of Kenya. Juu pia Wakenya pia very religious people. Wanasikiza viongozi wao dini. Sisi tunasema tunafanya kazi wote. So sisi kama NCAC we are the conveners of this very big platform of government agencies, judiciary, mnasema police wako huku. So IBC, other ngek, actually the CEO is here pia. So tunafanya kazi na kwa sababu mswali alisema kwamba kidole kimoja akivunji cha. Yeah, bas. So it's important for us, we know we have to collaborate and we do with all these partners, and we thank our partners UNDP. We thank KOICA, the Korean Agency for Development. Yes. On the other hand, they've really done a good job because what we've been having transnational dialogue hapa mashinani. Tunaongea mashinani, tunaongea na wananchi, tunaongea na viongozi wao, tunaongea na watu wote, tunaambia kumbukeni amani, kumbuka Kenya ni moja, kumbuka we have to have peace. Shida iko wapi. So they have really helped us and work together now to what. Good. Now, you are here today. Yeah. Kusi Molirero. Yes. Why are you here? You know, that's a good question. Tulilizwa hivyo. When we decided 10 months ago, yes, we went to do sports for tournament piece in Kisii. Tulilizwa mnaenda Kisii kufanya nini? As the first question we asked. And especially in this weekend where we celebrate the International Day of Peace. You know, Mkate, one of the things that you do in life is you lead by example. So why Kisii? Number one, the beauty of Kisii, especially Kisii town. I'm not saying that because this is my region, but it's a fact. Any Kenyan comes here, doesn't feel as a stranger. You come, you live here, you work here, una hustle hapa, you live like this is home. Yeah. In this town, we welcomed everyone. Tupatie kikombe. Tupatie kikombe of Kisii. We are the best. That is why we've come to give a spotlight. You know, there's negative example and positive example. Yes. We're trying to remind Kenyans. You see, the beauty of a place like Kisii, whether you're Kikuyu, yes, whether you're Somali, it doesn't really matter. Yeah. As long as you're a Kenyan. Even in Kenya, you will work here. Yeah. And there's nothing called, when you go to other places, meaning I work across the country, yes, when other communities come to a place, these are locals and non-locals. Only there's discrimination. When in Kenya, lakini wana umbodi, non-local. Lakini when in Kenya, hapa, whether you're Kikuyu, Kalenjin, when in Kenya, you work here, you live here, nobody even cares. Hata ukinua shamba yote kile. Hakuna mtu anakuuliza ukinua shamba, hakuna mtu anakuuliza, hakuna mtu anakujali. Wewe unafanya biashara, do your business. You understand? That's how it's supposed to be. You come here, you feel you belong. Mimi kuna siku moja years back, I mean personal example. I can give very quickly why Kisii. Years back, I was trying to get a contract ya barabara kitambo sana.
so there's a issue called Kibit. They are doing a training, and then you're supposed to bid for road maintenance. Maintenance, you got maintenance. Kuja hapa, I think you are Polytechnic hapa. The 2-3 bidders, actually top bidders, they are Somalis, and those Somalis see how Nairobi. Wanakaa. Moja ameniambia ameishi hapa 17 years. Watoto wake wamezaliwa hapa. Wanaitwa Magoi. Mohamed Makori, something like that. Yes. Abi watoto wamekaa hapa. Wanasali hapa kwa msikiti hapa. Daraja mbili hapa kwa. Hapa ni nyumbani. You understand? And hata siku ile aliniambia he has never felt he's not at home. Not even a single day. I love that. Not even a single day. Nobody has ever bothered kumuuliza. Of course he looks different. Because Somali. But nobody has ever bothered to ask him. Because I would say yes. you see, so that's why Kisii, because this is how Kenya should be. Ambapo you can go anywhere. The Oasis of Peace. Yes, the Oasis of Peace. That's why you're celebrating the International Day of Peace in the Oasis of Peace, where 07 or 8. Yes. How many people ran to Kisii for refuge? Sure. Very many people. Yeah. Now, who came from Kisumu, wale walifurugwa, they came here. Yeah. They have never left here. They are here. They are here. Yes. This is 17 to 18 years later. Bado wako wapi? Wabari usi. And they are home. As Kenya should be. Yeah. So we came to give a spotlight to say, you know what? This should be. Secondly, peace is a unifying, sports is a unifying factor. And very important in peace. Unakumbuka a few months ago, 1 month ago, Chani kigua. Watu walisahau 2 term, 1 term, kila mtu alikuwa Harambee Stars. Hata sasa tuko Tokyo, Japan, number 2. Now we are celebrating. We are leading in athletics in globe. And we are celebrating them as Kenyans. You see. And that's how the sports have a unifying factor. Yes. And as a matter of we are diverse in our ethnic groups, also unifies us together. When it comes Sumu ni Mkenya. When it comes Kipyegon ni Mkenya. It doesn't matter. When it comes Wanjiru ni Mkenya. When it comes to Wanyonyi ni Mkenya. When it comes to Ujamaa Ogam ni Mkenya. Yeah. Owanyala ni Mkenya. Ni Mkenya. You see. And even today, that's why we did even golf. When you do a four ball, you don't ask your four ball when kabila gani. Umetoka wapi? Tunacheza leo golf. We play. Tananika. You understand? We play as Kenyans. We play as players. So we wanted to do a sport for peace in Kisii because Kisii has led an example on how Kenyans should live together and sports is unifying factor. That's why we're here. Now, tell us, what are we celebrating this weekend? We are celebrating the International Day of Peace. This was established in 1981 by the UN. The UN, of course, is set together after 1945. We know what happened, the Second World War. And the powers that be decided that we should not ever go to war like that. Yeah. So the UN was developed and we have almost 195 members in that UN body. Basically, it's the whole world together. Yeah. And in 1981, they decided, because one of their key mandates is peace, is to have a day that the whole world celebrates peace. Yeah. And since we are the commission mandated to promote peace and cohesion within the country, it is us now to remind Kenyans that, you know what, peace is important and we need to celebrate this day, and that's why we came here. Actually, we're in the region, so there's a tournament. Sorry, we had a TV program in Kisumu. The actual day tomorrow celebration, there's an interfaith service that will be in Kisumu, but we decided to have the sports for peace tournament here in Kisii. Oh, yes. Yes. So you find a word to our people when you wako karibu hapo mahali tunaenda ku celebrate. I think final word is this. As I said earlier, the beauty of this community is the fact that we welcome everybody into this space and this becomes their home. That's how Kenya should be. So that's a positive example. So muendelee hivyo tupendane, tuishi pamoja kama majirani na tupende sisi zote, sababu sote ni wa Kenya. And the most important thing ni kwamba at the end of the day, kama janga ikikuja ni sisi zote. I discriminate kwamba wewe ni kabila fulani, inaluma sisi zote. La pia Kenya ikiendelea mbele sisi tunainuka. Regardless when kabila fulani. Kwa hivyo tulinde hiyo amani yetu. We promote peace, tupendane kama majirani. Ndio kwamba Kenya ni moja na we all have one country. Asante sana. Bia bana bagusia sengencho mwanchi kuligirira gambia mwana mwensa sengencho yogo chora gatembe koba. Nashukuru sana. Jambo sana. Bia kabisa. Peace.
lazima lazima tuziga wale banoro tubwachinga kichonsi na kisha kwamba kila mtu wanyororo mrembe na tutakuwa hivi pamoja wa Kenya pamoja. Daima mimi Mkenya. Yes, daima mimi Mkenya. Hai. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eduka yobomo ya Ouru Superstores Limited nero eduka cholide ili kuba tukachirangi cha Crown Paints